Koma. Huyu hapa ni Mbuji na mshititi wa lugha ushi na adhimu ya Kiswahili. Jina ni Salim mwanangu wa Ahmed. Leo tu katika mradi Koma hapa niko na Mary tu Mary. Bwana, kwa nini Mary? Kwa nini Mary? Najua ni Precious Mary. Yes. Lakini ni Mary. Alafu Mary watu wa mahaba ni watu mtu akikuona tu anaona una haiba ya kike. Hebu nipeni kwanza. Mimi ninachojua Mary ni mother of God. Kuhusu mapenzi sijui, au tumekaa kimapenzi. Labda. Yule kajibu labda. Lakini mimi ni upande wangu mimi nimezaliwa siku ya Christmas. Siku ya Christmas. Yeah. Siku ya furaha, watu wanafurahika. Maybe actually ndo maana nikaitwa jina la mama wa Yesu. Mama wa Yesu. Na wewe ni Christmas ilikuwa? Mimi nilipewa jina kabla sijazaliwa. Ungesema Christmas ningekupiga. Kwa sababu manake bwana, leo naona kipindi chetu kitaenda kwa mfumo wa maswali na majibu. Na utajibu vile ambavyo uelewa wako wewe unaweza kubaini na kutanabua. Swali langu la kwanza ni kwamba maisha ni safari kama ilivyo au ni matokeo ya maamuzi ambayo unatakiwa kufanya kila siku? Ni swali langu hilo. Limekamilika au limekaa kama Uliza tena vizuri kaka mkakati. Yes. Kwamba maisha ni safari au ni maamuzi tunaweza kugundua ya kila siku? Maisha ni maamuzi ya maisha yetu ambayo tunaishi kila siku. Vile ambavyo utakavyoitengeneza jana yako ulivyoitengeneza ndo matokeo ya leo, na vile ambavyo unaishi leo ndo matokeo ya kesho. Kwa hiyo ni safari ambayo unaitengeneza wewe mwenyewe kwa mikono yako mwenyewe. Yeah. Mimi naweza nikaijibu kwanza huwa ni safari. Then na usiwe na kigagaziko na usiwe na mambo mawili kwa moja. Ukisema safari unabaki hapo. Kwa hiyo maisha kwako ni safari. Si mtego huo, ni vile ambavyo umejibu wewe kutokana na namba niweke hilo, I mean times 2. Yeah. Kwangu unaweza nikaifungua kama ni safari cause mwanzo nakuwa sijui napoelekea. Lakini ikifika hatua ambayo nimeanza kujielewa vizuri, ndipo naamua kufanya maamuzi. Nikijiangalia kwenye teenage maisha yangu yalikuwa ni mtu wa kutoka sana, kufanya. Lakini ilikuwa ni kama naenda. Sasa hivi utoki wewe. Hapana, kutoka natoka, lakini kuna kwa maamuzi kwamba leo leo no. Zamani ilikuwa kila siku, sasa hivi ni zamani ilikuwa kurupushwa. Wewe unaenda kama safari, twende huku, ukipelekwa huku tunaenda. Yaani dunia inanipeleka yenyewe inavyotaka. Kwa hiyo unanicheka. Yeye kaomba na mimi nitaomba kushika Simba. Naki maswali ninayo mengi kama si kemkem. Ulikuwa unaongea? Kwangu mimi naweza nikasema maisha ni safari ya kile ambacho unaamua, kwa sababu maisha ni muunganiko wa vitu vingi sana. Kwenye maisha kuna furaha, kuna huzuni, kuna changamoto, kuna kucheka, kuna kulia, kuna kutabasamu, kuna kukata tamaa, kuna kurudi kuanza upya. Kwa hiyo maisha kama maisha ni safari, na vile utakavyoamua wewe ndivyo maisha yako yatakavyokupeleka hivyo. Ukiamua kuwa mtu wa kutoka kama Mary hapa, utaendelea kutoka hivyo hivyo mpaka utakapoamua kuwa mtu mwingine. Ukiamua kuwa mtu wa kukaa ndani, itakuwa hivyo mpaka utakapoamua kuwa mtu mwingine. Kwa nini pale kwa maisha? Tunarudi, unatoka kwenye safari unaenda kwenye maamuzi. Tumetoka kwenye safari, nilikuwa mtu fulani kwa sababu kuna furaha na kule kuna kuchukizwa, kuna mambo mengi tofauti unaingia kwenye maamuzi. Unafika kwenye point ya maamuzi. Sasa hivi sitoki tena. Lakini pia unaweza ukaamua safari na unaweza kaamua na ukaba bado uko safarini. Kwa hiyo ni safari isiyokuwa na mwisho tuseme. Hiyo ni kwa mbili na kwa 2 kwamba unaweza ukaanza kuamua ndio ukafanya safari, na inaweza ikawa safari baadaye ukaamua kutamalaki sasa kwenye maamuzi. Inakuja hiyo kwenye namba. Inakuja ni vile utakavyoamua wewe. Kwamba kile kitu ambacho umekiona kwa mchepuko mwenzako amekiona kwa mkeo. Inakuja hiyo. Basi sawa. Ama noma. Swali langu la pili hapa linasema ni kwa vipi tunaweza kuishi maisha ya maana wakati dunia inatulazimisha
kuwa na kasi ya haraka. Yaani kivipi tunaweza kuishi maisha ya maana kwa utaratibu na nini, lakini dunia inatulazimisha tuwe na kasi kidogo? Cha kwanza unatakiwa kujua nini unataka. Kabla dunia haijakulazimisha, lazima ujitambue kifikra, ujue unahitaji nini. Huu msemo unasema ukiona mambo hayaendi unaenda wewe. Ndio lazima ugundue nini unataka. Lazima ujue nini unataka. Alafu jitayarishe. Kwenye safari ya maisha kuna matokeo tofauti. Kama mbio za mita 100. Kwa hiyo usipojitayarisha, basi maisha utayaona magumu na utajikuta unafeli. Lakini kikubwa zaidi, usikae kinyonge. Naona kama umekaa kama mtoto kwa hivi, unasubiri hoja kuchangia hapa. Tuko hapa tunadadavua. Kikubwa zaidi, baada ya kujitayarisha, usikate tamaa na usiogope kuanza upya. Wazungu wanasema don't give up, don't give in. Usiogope kuanza upya. Huyo wewe, huyo kinge. Kwenye maisha maisha ni safari kama tulivyosema, yenye mambo mengi sana. Na kwenye maisha kuna wakati unaweza ukajikuta umefika mbali kimaisha, ukasema mimi kama mtu binafsi nimefanikiwa. Lakini maisha yakakurudisha ukaanza zero. Hapo ndipo unapopata depression, afya ya akili na vitu vingine. Kwa hiyo unapoamua kuingia kwenye safari ya maisha, baada ya kujitayarisha, usiogope kuanza upya. Usiogope kuanza upya. Yeah. Niko na wewe. I think she's right. Kwa hiyo kama right tunyamaze tuishie. Hapana tusiishi. Hapana tusiishie. Basi ngoja ni dadavue kwa namna yangu ambavyo naelewa. On my side mimi naona ni kweli kibinadamu safari yetu sisi Mungu ameitengeneza katika namna isiyoelezeka. So mimi naweza nikawa nina any dream, but all in all sifai kuikatia tamaa. Wakati na kuchukua kwenye ndoto zangu nikumbuke na wewe una ndoto pia. Ukimchukua mtu kwenye ndoto zako ukumbuke naye ana ndoto yake. Ndio. Kwa hiyo hakikisha inatimia. Ni kweli. Lakini wakati unanichukua katika ndoto yako inaweza ikawa ndo ngazi ya mimi kufika kwenye ndoto yangu pia. Sasa mimi nikiwa na kumbukumbu hiyo ndio utafika kwenye ngazi zako hizo. Yes. Kwa nini? Tunaamini sana mawazo ya watu kuliko mawazo yetu tunavyojua maisha. Kwa sababu kwenye maisha tunahitaji watu zaidi ili kuweza kujifunza. Ndio maana tunaamini sana mawazo ya watu kuliko ya kwetu. Yeah. Tukichangia na ya kwetu vile vile. Kwa nini usiamini ya kwako? Ukaamini procedure, program. Unaweza ukawa umekaa tu siku moja ikatumwa ujumbe wa namna hii kwamba ufugaji kuku jinsi ulivyo, kifaranga kimoja watakuhamia, unakurupuka unaanza. Maisha ni tunaamini kwa watu sana kuliko maisha ni watu. Na kwenye watu na watu ndo sisi, na kwenye watu kuna kujifunza. Kwa hiyo uwezi ukajifungia ndani ukasema kwa hicho kidole unavyonyoshia unanifokea au unanionyesha. Na kusisitizia. Okay, asante, nimepokea. Kwenye watu kuna kujifunza, kwenye watu kuna kukosolewa, kwenye watu kuna kukataliwa. Vyote hivyo ni nguzo ambazo zitakujenga wewe kufikia malengo yako. Tunaongea maisha leo. Christ. Tunaongelea maisha leo bwana Mary. Auoni kama akiongea anavunjika? Namuona. Like vizuri. But then she's beautiful, ana haki ya kuringa. Very mzuri. Yeah. I'm brushing. Aya. Oh my god. Tuache kidogo. Ulikuwa unamalizia. Yeah, mpaka mmenifanya je mimi nikisifiwa na changanyikiwa. Kwa hiyo ina maana atakayekusifia inawezekana akaondoka na chombo. Mary endelea, mimi nishachanganyikiwa. Mary naomba uendelee kidogo. Usikae kiheshimiwa sana. Yaani umekaa kama una sheria fulani hivi. Kuna technique unaisubiri as you can see. Bana, pana. Na kukata. Basi ngoja basi niongee mimi upande wangu. Okay, ongea. Mimi naona mawazo yangu are more important, lakini pia yanahitaji msaada wa watu. As well, naongelea katika nyanja mbili tofauti. Kuna mtu anaamini mawazo yake peke yake.
yule mtu anayeamini mawazo yake peke yake ndio yule mtu sasa hivi aliamua kukaa na kompyuta akatengenezea WhatsApp leo. Lakini kuna huyu ambaye mimi lazima nimsikilize kwa sababu akili yangu haijakaa vizuri sana. Hebu yasikilize mawazo yangu. Wewe umecheza na mimi sinema moja inaitwa Baba Olivia. Ndiyo. Ulikuwa unanipenda. Ndiyo. Vipi, ulikuwa unanipenda kweli? Kwa sababu ndani ya sinema lakini. Ndani ya sinema. Mbona umeshtuka? Kwamba ulijua leo ndo unaachika leo. Na ulicheza vizuri sana. Mpaka Baba Olivia alishangaa. Kweli? Ulicheza vizuri sana. Mwalimu Baba Olivia kunionyesha. Baba Olivia alikuwa mshamba, alikuwa hajui yale mambo. Na alikuwa anasubiri apate elimu kutoka kwako. Basi Baba Olivia pia alikuwa na mawazo mazuri. Wakati anaamua kunichagua, alikuwa ashajipanga, alijua kabisa maono yake yanaenda kuwa sawa. Tunayachukuliaje maisha? Ni kama zawadi kutoka kwa Mungu Baba mlezi au ni kama mzigo kila siku? Tunayachukuliaje maisha? Ni zawadi kutoka kwa Mungu? Ni baraka kutoka kwa Mungu au kama mzigo wa kila siku? Kuna watu wanaomba kufa kwenye haya maisha. Na kuna wakati ikifika baadhi ya mambo unaomba kama usingekuwepo. Na kuna kauli zamani nimepata kuzisikia, anasema bora ningezaliwa mbwa Ulaya. Ndiriki kusema hivyo wako watu ndio. Sure. Maisha ni zawadi kutoka kwa Mungu Baba au maisha ni kama mzigo wa kila siku? Maisha ni zawadi kubwa sana kutoka kwa Mungu. Kutoka kwa Mungu. Tuseme amen. Amen. Wewe unasemaje? Ni mzigo wa kila siku? Hapana. Anaoyachukulia kama mzigo wa kila siku, wewe unamwambia nini? Aiondoe hiyo fikra. Aiondoe hiyo fikra. Yes, because Mungu mpaka anapoamua kuleta duniani, kuna vitu alivipanga ndani ya maisha yako. Kuna watu wana tabia ambayo yule anaoomba barabarani akigonga anashusha kioo anamwambia nenda kasome. Hujasikia watu wa namna hiyo? Haimaanishi anayeomba kama ndio yuko right, lakini inategemea watu wanakutana na situation. Mbona mmeipokea kwa unyonge sana? Yaani kwamba no, unajua mpaka mtu anafikia, kuna ule msemo wa Kiswahili unasema donda la kichwa mkaguzi mkono. Wewe unakubaliana kwamba donda la kichwa mkaguzi mkono? Macho hayaoni. Angalie uzuri. Macho hayaoni kichwa baba. Kwamba kipo hapa. Usiona wewe mwenyewe straight umekipoint hapa. Mimi nikigusa hapa ndo najua hapa kumevimba. Unaona ajabu ya macho bwana. Macho yanaona lakini hawezi kujiona yenyewe. Na wala hawezi kuona scale. Donda la kichwa mkaguzi mkono. Kwa hiyo situation katika maisha ziko tofauti. Sometimes mtu anapitia ups and down ambapo anakuwa anajiona no way out. Akili yake inamtuma kwamba option nilionayo sasa hivi ni kwenda barabarani kuomba. Maisha si mzigo, ni baraka kutoka kwa Mungu unasema. Yeah. Na mimi kwa upande wangu naona it's true, maisha si mzigo, ni baraka. Na yoyote ambaye yuko katika phase ambayo anaona ni mzigo, ambaye hata analaani kusema kwamba I wish niwe hata kama mbwa Ulaya, I would say akae aombe msamaha hata kwa Mungu. Iweke in English hiyo words iweke in English. Nani? Wewe. Okay. He or she has to ask God for forgiveness, cause that time ni kipindi ambacho kinakuwa. That time ni kipindi, kwa nini Kiswanglish? So what do you want me to do? You want me to speak English the whole interview? No. Nimesema you words. Uiweke kwa. I already said it. Yaani kamaanisha hivi, kuanzia pale uliposema yoyote ambaye anaona hivyo anatakiwa kusema sorry. Kwa hiyo yoyote iseme mimi nimeisema ile kidogo, kwa hiyo mimi niseme ndio uwezo wako ulikoishia. Words yako wewe ya kwamba hii ni baraka Mungu in English please. Jamani, sijui Kiingereza. Kwamba mama, life is a blessing, a very big one from God. So we don't have to judge what we have been going through. Wewe bwana anaribu interview. Tuko sawa. Na unaona namna ambavyo umepata jasho Kiingereza. With who? Mary. Unataka kutuzalilisha? Hapana, tuko vizuri.
Sasa ukitaka kujua kipindi kiharibike, niambieni swali lako pia wewe lifanye kwa Kiingereza. Tunaweza tukafunga kipindi hapa. Huyo hapa ni mbuji na mshtiti wa lugha aushi na adhimu ya Kiswahili, mwite Salim mwanangu wa Ahmed. Bwana, si vyema na si ungwana kudanganyika kwa uzuri wa rangi. Utamu wa chai ni sukari baba. Unasema uzuri wa kazi muda mwingine tegemea na ucheshi wa bosi. Mpaka wiki ijayo, kwaheri.